Bwana Yesu asifiwe, wapendwa watazamaji. Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Vile vile msisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kwa kuwa mtakavyoingia sivyo ndivyo mtakavyotoka. Somo la leo linasema ni kwa nini watu wengi bado wapo utumwani. Ukisoma katika kitabu kile ni cha Yohana sura ile ni ya 8 mstari wake ni wa 23, 22, 23, Biblia inasema hivi. Nitakusomea hapa uelewe kile ambacho ninachotaka kufundisha. Biblia inasema hivi: tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ninachozungumzia hapa leo ni habari ya watu wengi ambao hawako huru. Mtu ambaye hayuko huru ni mtumwa bado. Manake kuna kitu ambacho kinampelekesha, kuna kitu ambacho kinamcontrol. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi kweli ni watumwa wa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndiye aliyetutuma tunamfanyia yeye kazi. Na ufalme wake umetupatia amani. Ufalme wake umetupatia macho, masikio na akili ya kuelewa. Lakini hizi falme zingine haziwapi macho, akili, sawa, wala uhuru. Zinachowafanya hawa watu ni kuwatumikisha, na mwisho wa siku wakifa wanaenda katika hukumu ya milele. Lakini sisi tuko huru, kwa sababu tukifa hatuendi katika hukumu ya milele. Hizi habari za wokovu watu wengi wanazichukulia kawaida. Kwa sababu gani? Hawakupata kuelewa. Unajua, mtu asipoelewa kitu ni ngumu sana kuamini. Lakini mtu akielewa jambo, inawezekana huyo mtu kuamini kwa sababu amelielewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka leo tuzungumzie hii habari kwa uzuri zaidi. Watu wengi leo ni watumwa, si kana kwamba eti hawana ajira, au labda hawana pesa, au labda wanatumikia watu wengine, wanafanya kazi kwa watu kwenye makampuni mbalimbali. Hapana. Watu wengi ni watumwa kwa sababu ya kutokulipokea neno la Mungu, ya kutokutembea sawa na neno la Mungu, ya kutokuliamini neno la Mungu. Mtu yoyote ambaye haliamini neno la Mungu, huyo ni mtumwa. Haijalishi ni tajiri kiasi gani, haijalishi anamiliki makampuni mangapi, haijalishi watu wangapi wanamfanyia kazi, huyo mtu ni mtumwa. Kwa sababu hivyo vitu vinapita, ni vitu vinavyoonekana kwa macho ya kawaida. At the end of the day, hivyo vitu vitaisha na ufalme wake utaisha. Lakini sisi ambao tumemwamini Bwana Yesu Kristo, vitu vyetu vyote sio vya kupita. Bwana Yesu asifiwe. Of course, vitu vya mwilini vyote vitapita, lakini tumaini letu tuliloliamini na kulipokea halitopita kamwe. Ufalme wetu, imani yetu, matumaini yetu itakuwa ni matumaini ya milele. Sasa nataka nikusomee ili andiko uelewe changamoto ambayo ilikuwa inawapata watu wengi ambao walikuwa wanajifanya wanajua sana, lakini kumbe walikuwa hawajui. Iliwabidi wamwamini Yesu Kristo ndipo wahesabike kuwa wameamini na wanajua, ama hawa watu hawapo utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Wakajibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Yesu anawaambia mkijua kweli mtakuwa huru. Sawa? Lakini hawa anaowaambia walikuwa hawajui kweli, kwa sababu wamemkataa. Ndio maana ukisoma hili andiko la sura ya 8 mstari wa 23, anawaelezea namna ambavyo anasema kwamba mtakufa katika dhambi zenu msipo niamini, msiposadiki maneno yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawa watu wakasema, hapana, unatuambiaje sisi kwamba hatupo huru wakati sisi hatujawahi kuwa watumwa, ni watoto wa Ibrahimu? Tumekuwa tukiajiri watu, tuna makampuni yetu, tuna fedha zetu, sisi tuna watumishi, unaona, tuna watumishi sisi wanatutumikia. Unatuambiaje kwamba sisi hatupo huru? Bwana Yesu asifiwe. Unaona kama mambo ya kimungu tayari ni mambo yenye kina kirefu.
Hawa wanawaza katika viwango ambavyo mwanadamu anakoma, lakini yeye anawapeleka katika viwango ambavyo ni vya kimungu. Na huwezi kuingia kuelewa hivyo viwango vya kimungu ukiwa huna Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema wakajibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu. Nani asiyemfahamu Ibrahimu? Ibrahimu ni mkubwa, sawa, ni baba wa mataifa, na wao wanajipiga kifua kwa sababu wanatoka katika hilo kabila. Wanasema kwamba wakajibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje, mtawekwa huru? Ni uhuru gani ambao wewe unataka kutupatia? Uhuru gani ambao hatuna sisi? Sio watumwa wa mtu. Hili jambo hapa ni kama linajirudia. Yesu, kuna mahali Yesu anasema kwamba yeye ni maji ya uzima. Ukimnywa yeye, maana yake ni kwamba hautaona kiu kamwe maisha yako yote. Watu wadogo, wachanga wa kufikiri, wanaweza kujiuliza maswali mengi. Inakuaje mtu aseme kuwa yeye ni maji, na wakati sisi tunakunywa maji siku zote? Sasa anatuambia sisi tuna kiu, tunahitaji kumnywa yeye ili sisi tusione kiu kamwe. Huyu mtu ni mtu wa aina gani? Yani anatuambia ni vitu gani ambavyo havielezeki. Wakimwangalia hawaoni maji, wakimwangalia hawaoni bahari, wakimwangalia hawaoni mto. Anawaambia mimi ni chemichemi. Wakiangalia hawaoni hata navuja maji. Sasa ni mambo ambayo yanachanganya, lakini yanachanganya kwa wale ambao ufalme wa Mungu haujafunuliwa kwa ajili yao. Lakini pia wale ambao hawajapata kutambua haya mambo ambao ufalme wa Mungu upo kwa ajili yao, wanahitaji kujifunza kama hivi na wakapitia nao wapate kuelewa namna ambavyo Yesu alikuwa anazungumza. Ndio maana siku zote huwa wanasema kwamba Biblia sio kitabu ambacho kila mtu atakifakamia na akakielewa. Hapana, kwa sababu ni miujiza ndiyo imejaa humo. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje, mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo alikuwa anawaonyesha mambo ambayo wao ukomo wa kufikiri kwao tayari walikuwa wameshapotea, kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Lakini je, sisi wa Kristo ni watumwa wa dhambi? Hapana. Nitaleta utofauti wa dhambi na dhambi. Dhambi ambayo inampeleka mtu motoni na dhambi ambazo haziwezi kumpeleka Mkristo motoni. Na ninakupatia ushahidi na uthibitisho wa maandiko wa dhambi hizo ambazo watumishi wa Mungu walizifanya, lakini hazikuwapeleka motoni. Mtu akitenda hizo dhambi anapaswa kufanyeje? Kuzitubu. Lakini hiyo dhambi moja haina nini? Haina toba. Na hiyo dhambi ambayo haina toba Mkristo hawezi kamwe kuitenda. So nitakuletea proof zote kibiblia. Lakini tushuke kwenye mental point ambayo nafundisha hili somo la leo, la kusema kwamba watu wengi wapo utumwani na hawajui. Wengi wapo utumwani, wengi wako mateka, wengi hawapo huru kabisa. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Biblia inasema, Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ikumbukwe hawa watu ambao wanasemezana nao hawamwamini. Hawa watu ambao wanasemezana nao wanamkataa. Hawa watu ambao wanasemezana nao wanamuona kuwa yeye si kitu, wanapoambia niamini hawamwamini, wanakinzana naye. Wao wanakimbia kwa Ibrahimu kwa kwamba sisi ni watoto wa Ibrahimu, tuko proud. Wao unatuambia sisi nini? Hawajui kumbe aliyesimama mbele yao ndiye aliyemtuma Ibrahimu. Hawajui, wamepotea, wameshindwa kumpokea aliyemtuma ambaye wao wanamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, kwa maana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, sikiliza 36, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Aliwaambia ya kwamba katika 32 ya kwamba tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru.
Hapa 36 anasema basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Ukiwaambia watu bwana, ubatizo wa kweli ni kwa jina la Yesu Kristo. Ubatizo wa kweli sio mtu akabatizwa kwenye swimming pool, sio ili mradi maji tu. Sio ili mradi maji tu, hapana. Lazima ubatizo ufanyike katika mazingira halisi, mazingira yenye asili za kimungu. Sio watu waenda kabatizwa kwenye mandoo, hapana. Sio watu wakabatizwa kwenye mabezeni, hapana. Sio ubatizo huo, kwa sababu swimming pool zilikuwepo, ndoo zilikuwepo. Kwa hiyo watu hawakubatizwa huko, walibatizwa kwenye mito yenye kutiririka. Walibatizwa kwenye mito, kwenye maziwa, wakabatizwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwaambia kwamba bwana, msifanye hivi vitu mnavyovifanya, mnasema kwamba mnanena kwa lugha, kumbe mnanena kwa hewa. Ribobobobo, shandare mama, rikabaya baba, rebebebepe, ni upotofu, sio mambo ya kimungu. Si kana kwamba eti napinga kunena ama karama ya kunena kwa lugha, hapana. Ni swala la kibiblia, ni swala la kiroho, ni swala la kimungu, ni swala limehakikiwa kabisa kiimani. Lakini sivyo ndivyo wanavyofanya au ambao mnaowaita waumini, ama huko mnakoita nyinyi ni makanisani. Huko ni kunena kwa hewa, maelfu, riko tetete, riende tete, kesho the same thing, ria baba, shandare mama. Nasikia Mungu anasema hivi, rebeke pepe. Huko ni tukiwaambia jamani, tokeni huko, hamsikii. Okokeni, muaminini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, na mbatizwe kwa jina lake kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Na msiende kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, mnadumbukizwa kwenye maji na kutolewa. Mkifa mnaenda motoni, kwa sababu hamfanyi kilichoandikwa. Hakuna mtume ama nabii ambaye alifanya hayo mambo. So nisiende mbali sana. Uhuru wa mwanadamu yoyote yule ni pale ambapo atampokea Yesu Kristo. Atapata uhuru, kwa sababu yeye pekee ndiye atakaye kufanya wewe uwe huru. Huko pengine kote, as long as haujamwamini Yesu Kristo, bado utakuwa wewe ni mtumwa, na ukifa unaenda utumwani. Ukifa unaenda kwenye mateso, kwa sababu haukumpokea ambaye atakurelease, atakufanya kuwa huru. Ndio maana maandiko yanasema katika kitabu kile ni cha Yohana 17:17. Sitochoka kusoma maandiko haya kwa sababu yatawafanya watu waelewe. Biblia inasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo the same thing inarudia. Tulisoma kwenye Yohana 8:36, anasema mwana pekee ndiye atakayewafanyaje? Atakayewaweka huru kweli kweli. Biblia inatuthibitishia hapa kwenye 17:17 Yohana kwamba uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Sawa? Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami hivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. So lazima watu mkubali maneno ya Kristo. Yeye ndiye kweli, yeye ndiye anaweza kututakasa. Kwa neno lake tutatakasika, katika jina lake tutatakasika, na ondoleo la dhambi litafanyika kwenye maisha yetu. Vile vile, kwa kumalizia, Yohana sura ile ni ya 14:6, kuna kitu ambacho nimekumbuka hapa. 14:6 anasema hivi ya kwamba Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, basi mngalimjua na Baba. Kwa hiyo yeye pekee ndiye kweli, njia ya kweli, neno la kweli, uhuru wa kweli, wokovu wa kweli ni Yesu Kristo. Asante wewe ndugu ambaye umenipatia muda kunisikiliza. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Chukua hatua, amini neno la kweli, acha kwenda kutapeliwa. Mpokee Kristo kama ilivyoandikwa neno lake, nalo tukalihubiri kwa mataifa wakapate kukombolewa katika jina la Yesu Kristo. Amen.